wafuasi wa Ruto, hata Ruto mwenyewe anajua Ruto hana nini kura. Hata Ruto mwenyewe anajua hakuna mtu anaongea uzuri kwake. Hata akija hapa Jivanjia apate mtu mmoja anaongea uzuri kwake, he will be shocked. Na huyu mtu ni nani na anakula nini? He will be shocked. I'm telling you the truth. Ruto himself, if he comes here, apate mtu anasema ati president anafanya kazi nzuri, oh president wetu ni mzuri, Ruto will be shocked. Atashindwa na huyu ni nani na anakula nini na ni mjinga kiasi gani, kwa sababu Ruto mwenyewe anajua nobody wants him and he has failed. Hizi policies have collapsed. Kila kitu yenye anaguza collapse. Akichagua Kindiki ili agawanye mulima ina collapse. Akitengeneza finance bill ina collapse. Akitaka kudunga ng'ombe sindano inakataliwa. Kila kitu yenye anaguza inafanya nini? Inakataliwa. So anajua hakuna kitu ambayo yeye anaweza fanya ili kufurahisha hao watu. Ile kitu inabaki nayo yeye, hii miaka 2 imebaki, yeye anyamaze, afanye ile kitu anataka. Kama amenyamaza, let him work in silence, because there is nothing more he will do, because we are in a country where demanding for good governance is in discipline, but corruption, abduction, fornication, rape, stealing, your discipline. But demanding for good governance is in discipline. We are in a country where when you complain about SHA, when you complain about the new university funding model, when you complain about agriculture, when you complain about health, the president will not hear. But when you draw a cartoon, he will hear very quickly. So what I'm saying, even that issue of drawing the president and putting him in a coffin, me, if you did to me, it will not offend me, because I will not die. Si hapa kuna mtu alikuwa anahubiri hapa akitupigia kelele, 1 minute Mr. Speaker, akitupigia kelele tukiwa na debate hapa, akihubiri hapa. Mimi na Nganga tukamfukuza, yeye akafika pale akasema, akadeclare mimi na Nganga tutakufa before 30th October. Ingekuwa Ruto angefanya nini huyo mtu? Alipita hapa juzi, tukamuuliza, bro, ulituongezea masiku ama uliahirisha kifo yetu ama what? So what I'm saying, my brothers, ile katiba tulikuwa nayo mzee, namaliza na hii katiba yenye tulikuwa nayo mzee, ilikuwa ina outlaw, ilikuwa inasema it is treasonable to contemplate or imagine the death of a president. Yani kukaa ufikirie kifo ya rais ilikuwa hatia ambaye adhabu yake ilikuwa kifo. Treasonable under the old constitution. The new constitution, wa Kenya wakajipigia katiba mpya ya kujipatia uhuru wa kufikiria kifo ya rais. Article 146 inasema hivi: the office of the president may fall vacant if the holder of the office dies. Kenyans gave themselves the freedom to imagine and contemplate and discuss the death of a president. Now, ukienda article number 33 of our constitution, inasema hivi: every Kenyan has the freedom to artistic creativity. So ile imagination ya 146, you can exercise that imagination through artistic creativity of imagining and drawing cartoons and so on. Mtu akikuweka kwa jeneza haimaanishi umekufa. So mimi namaliza kwa kusema kwamba President Dr. William Samoei Ruto amefaili hii nchi, na hakuna kitu atasema, hakuna kitu atafanya ya kufurahisha Wakenya, kwa sababu policies zake ni mbovu na zimeanguka, na hakuna kitu anaweza fanya kutufurahisha. Na mimi namaliza kwa kusema point yangu ya mwisho.
My very last point. Hii serikali inafaa ijua kwamba, what I'm saying, that this government, the ruling elites, are taking too long to understand the current generation. They are taking too long to understand the current generation. We have a generation that does not buy fear. We are a generation that does not listen to lies. That is what this government must understand. And however much you abduct, however much you intimidate, my friend, let me tell you, Moi used the intimidation tactics, Moi used abduction, but finally he had to give in. Even our colonialists used abduction in 1963, but finally they had to give in. I'm finishing by saying Ruto must go. Thank you. I will balance you.